Washirika. Washirika. Tumeitana leo hapa, kuna kazi maalumu ya kuifanya. Inabidi tuingie kwenye kazi rasmi. Kwa hiyo kesho saa 6 mchana tukutane kwa ajili ya kuendelea kikao chetu. Tunaelewana? Nyamajamundu kununga chala na mbontwe toga toga. 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 Oh, mchawi Manjuli. Oh. Dawa. Changa mweupe dawa. Na uyoga ule uliisha? Ulibaki kidogo kaka, huko jikoni huko. Aha. Kwa tale ulipokuwa unarudi kisimani au hujakutana nao tena njiani? Oh. Hata sijauona. Okay. Changa mweupe dawa. Habarini jamani sasa hivi. Safi kaka, vipi hali? Salama kabisa, kwema kwema. Safi za utokako? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Karibu bali bwana. Salama. Samahani jamani. Mimi naitwa Mwajuru. Natokea hivi hapa. Mpata na kiu sana, naomba mnisaidie maji ya kunywa. Unasema unaitwa nani? Manjuri. Manjuri. Sawa, karibu sana. Nenda kasite maji. Wema lakini kaka. Salama kabisa, mshukuru. Tupo. Unaendelea na vikao. Najua muda huu. Changa mweupe dawa. Changa mweupe dawa. Umekutosha? Imetosha sana. Imetosha sana. Asante sana ndugu yangu. Haya sana. Kweli. Karibu. Wewe. Mbona unashangaa namna hiyo? Wewe unamwangalia tu mpaka mimi nakuogopa? Kwani ni vibaya kumwangalia mtu kaka? Sasa kumwangalia tu vibaya, wewe unajua yule. Kosa kuomba maji hapa. Mtu mkabidhi kitu alichokitaka, nenda kapumzike ulipokawepo. Mkushaga mtu mpaka kwamba pala tu chipelito wewe. Upumbavu na usemaga wewe ndio wapo. Afu wewe mimi siwezi kuogopa kukusema wewe ni toto dogo sana. Umeelewa? Sababu mimi nilipopewa majukumu ya kukulinda wewe, nimepewa majukumu ya kukulinda wewe mazima. Wengine utawaangalia machinja, wengine tuna ngozi. Ngozi yako mimi naikubali kinoma hiyo. Alafu hapo kila mtu anaikubali. Watu chatende mikanda. Mambo gani hayo? Alafu mimi ninapoongea na wewe mambo ya kunijibujibu, fanya mwisho na mwanzo. Wewe pasi kunijibujibu mimi ovyo wewe. Kaka, hivi upendi kuona mimi nikiwa na furaha? Basi kaa peke yako. Wewe sepa. Usinipekese mimi na mimi sikwambia ukweli wewe. Sawa. Kwa mfano mchezo wa Simba na Azam. Kweli leo Simba hiyo wakugeuzwa na Azam muda wote. Inauma sana. Mimi hata kwenye vibanda umiza kwenyewe itafikia wakati tutaacha kwenda. Wengine wanapoteza maisha hivi. Kweli hali sio. Wewe inawezekana vipi? Kila siku wewe wa kuhuzunika tu. Uwekezaji mbovu. Uwekezaji huo mbovu. Hao viongozi wangekuwa watusikia jamani, wafanye mabadiliko sana. Sana. Wewe baba. Njoo kwanza hapa. Wewe bwana. Unamwona huyu baba? Ina maana na utu uzima wake huyu unashindwa kumsalimia, unashindwa kumwamkia. Samanini sana. Unajua tunatembea tuna vitu vingi kichwani. Habari sasa hivi. Samanini bwana. Samahani sana kiongozi. Samahani. Wewe bwana, hebu rudi kwanza hapa. Hatujamalizana. Kila sehemu unapofika kuna taratibu zake. Kwani unatokea wapi wewe? Jamani. Si nimeomba radhi hapa jamani. Si nimewambia nimepitiwa, mnisamee. Shida iko wapi sasa? Umesikia? Katika nchi hii ya Tanzania hii, kila kata, kila kijiji, kila kitongoji kina taratibu zake.
hiki kijiji chetu kina sheria ya kwamba mgeni akifika anatoa ushuru, na taarifa wanazijua viongozi. Sisi kama wajumbe hatuna taarifa na wewe bwana kabisa. Na hapo ulipo unanukia perfume, inaonekana wewe sio mtu wa kijijini. Wewe automatically ni mtu wa Masasi, Lindi au Nachingwea au ikiwezekana Dar es Salaam. Jamani, sawa, mimi ni mgeni hapa, si ndio? Lakini pia nishaomba radhi toka nyuma, si ndio? Mimi shughuli yangu kubwa ni kununua mazao. Ni kweli mimi ni mgeni hapa. Kwa hiyo ni hivyo, tusameane jamani, naomba niende. Sikiliza, kuomba radhi bila chochote haisaidii. Kila kitu kina utaratibu. Kwa hiyo maana yake mimi nikifika hapa na mimi nijitambulishe. Ndio. Au kila mnunuzi, kila mfanyabiashara maana yake lazima aseme nakuja kununua mazao sehemu fulani. Maana yake ndio kwamba nakuja. Kwa kama nakuja maana yake lazima nitaenda kuona nani uongozi wa kijiji. Sasa shida iko wapi? Alafu baba. Kwani tulikuwa tunaenda huko au huko? Tulikuwa tunapalilia mahindi haya hapa. Haya mahindi haya leo hii kutwa nzima tumepalilia mahindi haya. Cheche kule. Cheche kule. Cheche kule. Cheche kule. Cheche kuviza. Cheche kuviza. Kuviza langa. Kuviza langa. Akumbale. 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 Cheche kule. Cheche kule. Cheche kule. Cheche kule. Cheche kuviza. Cheche kuviza. Kuviza langa. Kuviza langa. Akumbale. 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 Washirika, nimeweteni hapa leo, kuna kazi muhimu sana ya kuifanya. Huu mwezi ni mwezi wa kutoa kafara. Hello. Na pia mwezi huu ni mwezi wa kupandisha madaraja, yaani cheo. Kwa maana hiyo tunahitaji damu. Hello. Muwe watoto wadogo, muwe wakubwa, wazee, tupate nini? Tupate damu. Na nimemtuma Manjuri anitafutie mwanamke mzuri, mnene, mwenye nyota zake, ili tuongeze nguvu. Hello. Mjomba. Abe mjomba. Je, tatizo nini? Mbona uko hapa? Uko kimya? Tatizo nini? Mjomba, yaani saizi kaka amebadilika, ananiongelea maneno makali mpaka nafikia hatua anitukana. Anakutusi? Ndio. Pasipo na sababu kukutusi tu. Hebu niambie tatizo ni nini? Usinifiche mjomba. Yaani iko hivi, leo alifika mgeni pale nyumbani, alikuja tu kuomba maji ya kunywa. Sasa mimi nilipokuwa nampa yale maji nilikuwa namwangalia. Nilipomwangalia ndio kaka akasema mimi malaya, namwangalia kwa matamanio. Ndio alitaka kunipiga, nimekimbia. Yaani wewe ulipomwangalia huyo mgeni huyo wakati unampa maji ndio akakuona malaya? Ndio. Haja kugusa? Hapana, hajanigusa. Ndio, mbona kama kuna kitu unanificha? Hebu niambie ukweli. Haja kupiga kabisa? Ndio mjomba, hajanipiga. Unajua mimi nikija pale nyumbani nikawakuteni nyinyi mna furaha, mimi huwa naridhika kabisa. Alafu nyinyi, sisi tulizaliwa wanne tu, mimi ndio wa mwisho wao. Mimi ninapokuja pale nyumbani nikawakuteni nyinyi mna furaha, kiukweli nafarijika sana na nalikumbusha mara moja marehemu dada yangu. Umenielewa?
Sasa kupitia hili na mifumo yenu kuja na kaka yako, mimi hata sielewani naye. Mimi ninaenda huko nyumbani ili nalimaliza, na wewe hapo usichelewe, twende tu nyumbani, utakuta mimi nimelimaliza. Mimi ndo mama niliyebaki na mimi ndo mwenye mamlaka. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Mbona kama kuna kitu unaharakia? Kuna kitu gani tena? Si huyu rafiki yako? Rafiki yako umeshaanza kugombana na ndugu yake huko. Yaani mimi sijui vijiweni mnavuta bange sijui. Kwenye upande wa bangi mjomba, mimi sivuti bangi. Labda mwenzangu, mimi kwenye bangi hapana. Mimi ni mtu na heshima zangu hapa kijijini. Maana nilivyokuona unatokea huku, una mwendo wa haraka haraka, nikajua labda kuna sehemu kuna shughuli. Si wazee wa shughuli nyinyi kijijini hapa? Kama kuna jambo unaenda kulifanya hapo linahusu mlo, mengenyu. Bado mjomba, tufuatane. Yaani mimi kinachonichanganya kudevela rafiki yako wewe, kukaa kabisa na ndugu yake. Kupeana matusi sijui na nini. Kwanza inakujaje? Inaikaa kilini kweli hiyo? Sasa na wao kila siku ni wao. Mimi kila siku namuelekeza kwamba huyo ni dada yako, unatakiwa umuelekeze kwa ustaarabu. Sasa kinachosababisha wao wagombane muda wote wakati baba mmoja mama mmoja ni nini? Sasa mjomba, mimi samahani kwa kukusumbua. Mjomba wako huyu wa kike, umri ule alionao ni umri wa kupata mwanaume. Ni umri wa kuolewa. Na sasa ukizingatia katika vijana watatu bora kijiji hiki na mimi nimo. Mimi nalima sana korosho, nalima ufuta, nalima mbaazi. Kiujumla hela ya kutumia mimi hainipotei. Unanielewa? Umeona bana? Vitu kama hivyo. Umeona bana? Tembo hapa, kifaru. Yaani hela kama hizo mimi hazinipotei. Sasa cha msingi nenda ukanitongozee mjomba wako huyo. Mimi yule pale nanitaka. La haula. Yaani labda sijakusikia vizuri. Hebu umesemaje hapo? Nenda kanitongozee. Hivyo una akili timamu kweli? Yaani mimi nikakutongozea mwanangu wewe? Wewe una akili timamu lakini? Nazo. Mjomba wangu mimi, yaani mimi mzazi nikakae kabisa kutongozea wewe. Alafu ngoja nikuambie kitu kimoja. Unakiona kitu kile, kitu kile. Umeelewa? Kile kitu kile, kifaa kile. Cheupe na kijijini hapa anavyosumbua wewe mwenyewe unaona. Umeelewa? Usituletee sisi kombola la ajabu hili hapa ili kutuletea sisi kule kwenye familia yetu. Yaani ukoo wangu mimi sitaki kombola la ajabu hilo na tumbo lako lililoko kama buti la TANESCO, watu wa TANESCO walea. Usiniletee mimi mambo ya ajabu kule. Wewe. Alafu mimi nikifikiri kama Kudevela amepata rafiki bora kushauriana naye, kumbe ama hali ni ngundu wangu mwenu. Mimi nimekuambia tu kanitongozee. Kashifa sizitaki na kukataa. Ngumkana. Mimi najielewa na najitambua na ndio maana nimekufuata wewe ili iwe heshima tu. Unajua watoto hawa wakitongozwa na wazazi mambo yanakuwa mazuri. Umenielewa? Usinisumbue. Mimi sio kombola. Hii sura nzuri, hii sura ya marehemu Mzee Nkapa. Wewe unataka usemaje? Sasa kama unataka tuendelee kuheshimiana, tuendelee kuheshimiana. Ukiniletea kauli kama hizi na kukata ulimi. Njomba. Njomba. Ulichokifanya umefanya nini njomba? Mbona unataka kunipa lawama njomba? Mbona unataka kuniona pressure mimi njomba? Sasa njomba, kwa mfumo huo mimi nakuelewaje? Hebu njoo kwanza hapa njomba tuelewane vizuri. Kwa mfumo huo njomba mimi nakuelewaje? Njomba unapokuja kishari namna hiyo, huwezi kupata maelezo aliyenyoka. Ndugu yako amefika nyumbani analia anasema wewe umempiga. Mbona mnataka kuniona pressure jamani? Njomba sikiliza. Mimi njomba wako sijampiga. Wallahi, sijampiga. Kosa ni kumsema. Kuna kijana bwana amepita nyumbani pale. Jamani, msaada wa kunywa maji, mimi sawa. Kuntuma mjomba wako bwana kanichotee maji hayo mgeni huyu. Mgeni amekunywa maji, anavyokuwa anahaga vile anatoka eneo langu.
Mjomba wako alivyoanza kunitazama yule kijana unaweza kusema jamani. Amemwangalia yani shobo hizo sasa nchi hii. Nikamwambia wewe mjomba wewe malaya umeanza. Alishangaa mgeni. Vibaya mno tena amemkodolea macho. Umeelewa mjomba? Nakuelewa. Baada ya kumweleza maneno hayo, kilichokuja kutokea yeye pale amenikimbia. Amekukimbia nyumbani. Amenikimbia pale alikoingilia mimi sikujui. Kwa hiyo kama amekuja kukutana na wewe akawa analia mimi mjomba sijampiga mjomba. Unaongea ukweli kabisa. Wallahi wa billahi wa taufiki ardhi hiyo hapo matonga tonga haya pia kombwe. Nilikuwa kwenye misingi ya kunyosha. Na atanyoka. Basi amefika pale mimi kaka amenipiga amenifanya hivi na hivi. Kama ni tatizo kweli ni hilo. Mimi hapo hata sina ubaya na wewe. Kwa sababu gani? Hata mama yenu aliniambia hivyo hivyo kwamba hawa tuwalee katika misingi iliyosimama. Na misingi yenyewe ndio hiyo. Yaani wewe ulichokifanya ni kumnyoosha. Na atanyoka. Na mimi nawajua hawa watoto wa kike hawa. Atanyoka na atakaa sawa. Atakaa sawa. Na mimi mjomba niko nyuma yenu. Mimi niko nyuma yenu. Mimi ndo mama yenu niliyebaki. Sasa mjomba hapa ulikuwa unakuja kwa shari kuonekana kwamba labda mimi kuna sehemu nimeua. Utakuja kuzabu hivyo mashambani mjomba. Ukisajabu ya Musa utayaona ya Firauni shida. Nimewaita ghafla. Kuna majukumu nataka niwakabidhi. Huyo mtu mndani anatakiwa apate chakula. Mimi naenda kutekeleza wajibu wa kiongozi. Nafikiri mnafahamu majukumu ambayo nimepewa na mkuu. Kwa hiyo sitoweza kujigawa. Kwa hiyo hapa inabidi uzingatie hichi kiumbe kipate kula humo ndani. Nafikiri ni hilo tu. Kiuhalisia sisi tunajua binadamu. Kuna vitu vingine unatakiwa unaviweka sawa, lakini namna ya mapokezi ya mtu mwenyewe unayemweka sawa inawezekana akawa tofauti. Na katika lile ambayo mimi nimelizungumza jana, ile haikuwa kwa maana mbaya. Ilikuwa kwa maana nzuri tu kukuweka kwenye misingi namna ambavyo wazazi wetu walituacha. Sasa ninapokuwa napinga baadhi ya vitu ambavyo unavifanya wewe na nini, sio kwamba ninakuonea au nakupezesha. Na uzuri sikusemi kwa watu, nakusemea hapa hapa nyumbani. Kwa hiyo mimi naamini samahani ni kitu kidogo sana, lakini kwenye kukizungumza ni kizito mno. Mimi kaka yako nasema dada yangu, mimi unisamehe kwa kila ambacho mimi nimekukwaza, kwa sababu mimi nilikuwa kwenye misingi tu ya kuweka sawa. Hivi tukikaa kwa sharishari hapa nyumbani hata hivi tutavikosa hivi. Maji ya ya baridi matamu sana. Sasa nimeona hivi vitu visipotee kwa ajili ya mfarakano mdogo mdogo. Kwa mimi dada yangu nisamehe, tuishi kama zamani. Unaona bwana? Tafadhali. Ili hata haya mahindi haya hapa ukiachana na kule nako kuanza kupya kule. Haya nyumbani nilikuwa nalimia jana, nusu njikate mguuni. Nyumbani nakuazia, na shambani nakuazia, yani mambo kibao. Kwa hiyo dada, tusameheane. Tusiishi kama watumwa nyumbani hapa. Ila mimi nilikuwa kuna misingi ya kukuweka sawa dada yangu, kwa sababu maadili ulionayo wewe ni yale yale. Sasa usibadilike. Usinibadilikie. Utazalilika mimi kaka yako kwamba huyu bwana mbona kama dada yake antunzi. Unaona bwana? Mimi nimekuelewa kaka. Na mimi najua ulinisema vile sio kwa ubaya. Nataka tu sawa mdogo wangu. Eja. Na kupitia hata usijali limeisha. Sawa. Mimi nashukuru. Na nitalimia mahindi vizuri kwa amani, kwa sababu jana ile nilipoenda shambani nilifika kujikata nguuni, kwa sababu nyumbani nafikiria na mahindi yana nyasi. Kwa hiyo nikaona ngoja leo niamuke na hilo. Kaka bwana, uishi vituko. Mimi nakusamehe bwana. Sawa. Hayo yameshaisha. Mimi nashukuru. Yaani mimi watu weupe mna nafsi za ulikuja na vazi la upendo ukauteka moyo wangu, kwako mimi sikuwa na mwendo. Sawa, haina shida. Ndio. Kwema, mambo vipi? Salama. Naonekana umenifuata muda mrefu sana mpaka una sweat. Nipe. Niambie.
Kaka samahani. Naona leo ni mara ya pili tunaonana. Wewe ndo nilikuja siku fulani kwenu pale kuomba maji ya kunywa. Ni kweli. Niambie. Samahani kakaangu. Bila samahani. Kwa hicho nitakachokuambia. Maana ni wasichana wachache sana ambao wanaweza kuwa na ujasiri wa kuongea kitu kama hiki. Kiukweli mimi tokea siku ya kwanza nimekuona pale nyumbani, nilivutiwa na wewe, nikashindwa kabisa kujizuia. Kwa hiyo leo nilivyokuona pale nikasema nisicheze tena bahati, kama nikukimbilie nje nikwambie. Kiukweli nimetokea kukupenda. Kwanza kabisa niseme asante sana, kwa sababu sio kitu rahisi sana kwa mwanamke kuzungumza kitu chozungumza, na umezungumza kama hisia. Yani manake ni kwamba nafikiri mwanaume yoyote mwenye utimamu sidhani kama anaweza akashindwa kukubali kwa jinsi ulivyo, kwa sababu of course wewe ni mwanamke mzuri sana. Lakini pia niseme kwamba labda kuna vitu vilikuwa vina mechi sana kati yetu, kwa sababu unajua siku ya kwanza nimekuona sikuweka sana maanani kwako, lakini kiukweli nilipokuona hivyo ulivyo na umeumbika, kuna vitu vilikuwa, lakini ndio hivyo, kwa sababu ilikuwa ndio mara ya kwanza na kuona. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba mimi nimekubali ombi lako, na nafikiri ni kitu ambacho pia mimi mwenyewe nilikuwa nakitamani kwako. Labda kama naamini ingetokea nafasi wewe ungekuwa hujaniambia, naamini hata mimi ningekuambia wewe. Of course nafikiri tunapendana, labda naweza nikasema hivyo. Na sidhani kama hii nafasi naweza nikaiacha nipite kwa hivyo ulivyo. Mimi nimefurahi sana kusikia hivyo. Sawa sawa. Kwa sababu sikutarajia majibu yao wanipa. Ni vijana wachache sana. Ndio. Ambao wanaweza wakapokea kwa uzuri hichi kitu. Mimi ni kuondoa wasiwasi. Ni kuondoa wasiwasi kuhusu hilo. Mimi kama unavyoniona, yani nilivyo, ninavyoonekana ndivyo hivyo nilivyo. Yaani sina tabia zozote za ajabu. Na sihisi kama nitashindwa kukumiliki. Kwa hiyo mimi niseme chochote ambacho utakuwa unakihitaji kwa sasa hivi ama hata kwa baadaye, wewe niambie tu, mimi niko free kwa hapo. Labda niseme hiyo. Wow. Yeah. Nashukuru sana. Na nimefurahi kwa kunipa hii fursa. Ndio. Sasa bila kuchelewa, mimi pale nyumbani naishi na kaka yangu. Na ni mtata. Anaonekana. Kwa hiyo nilikuwa naomba kama utojali. Ndio. Twende pale kwa kaka yangu, kajitambulishe, zeni process zingine zifuate. Basi mimi nafikiri sio mbaya. Tukaenda kwa brother wako. Tutazungumza. Haina shida, tutazungumza naye. Mimi binafsi nitazungumza naye. Sio kazi ngumu. Lakini pia kama tukipata nafasi baada ya kutoka kwa brother hapo, nafikiri tungeenda hata sehemu tulivu kama Leopard pale, tukapata hata vinywaji viwili vitatu hivi, tukapata hata kabiliani sijui. Au unaonaje? Itakuwa imekaa vizuri sana. Sina neno kwako, ni wewe tu. Basi sawa, haina shida, twende tu. Tuondoke. Wewe tena hadi huko. Shikamoo mzee. Wewe mzee wako hapa nani? Siku ile pale tulikwambia hivi, nyinyi mnakuja kuharibu utaratibu. Wewe unamjua? Unamjua? Brother, nafikiri ni mara ya pili tunaonana mimi na wewe. Na awamu zote zinakuwa sio mzuri kwetu. Wewe usiseme hivyo. Wewe umeingia kwenye vijiji vya watu. Sawa? Na kila kijiji kina utaratibu. Wewe unamchukua demu huyu hapa, wewe unamjua huyu? Wewe unanifahamu mimi? Sina haja ya kukufahamu. Na sina mpango wa kukufahamu. Mimi nazungumza kwa ajili ya huyu mwanamke. Huyu mwanamke ni wa hapa kijijini kwetu sisi. Na kama kuna masuala yanaendelea, anatakiwa tushirikishe sisi ma gentlemen, ma handsome boy katika hichi kijiji. Wewe nani? Mpenzi wangu, ndio tuondoke. Kuondoka nini? Kuja kutuangukia bure.
Habari sasa hizi kiongozi? Salama vipi hapa? Aisee, namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwema kabisa. Kwema. Niwasaidie nini? Sasa sisi tumekuja hapa tuna mazungumzo kidogo na wewe brother. Kwa kama utakuwa na nafasi tungepata wasaa kidogo, tungeketi tungezungumza kidogo kwa urefu. Si ndio? Hivi hapo una habari kama kuna punguani hapa? Hapa tuliposimama. Huyo ni punguani kwa sababu huyu mimi hataki kunielewa. Hivi wewe dada, mimi nikwambie mara ngapi? Tena wewe kunako kwenda huko sasa hivi inabidi nikuita akea. Sababu akili huna. Ni mpumbavu, mjinga. Shida nini? Niongelee wapi? Niongelee hapa. Au niongelee Bakari? Unielewa? Namna gani dada? Unaendelea tu kunichojoa nguo dada yangu. Majirani wamekushindwa kukusema. Mimi mwenyewe ndo kabisa. Lakini brother, mimi naona haya yanazungumzika. Tupate nafasi tusikilize basi tuzungumze kidogo. Tunakuomba. Ndio maana tumekuja hapa kwa heshima ili tuzungumze kidogo. Wewe utasema na nini mimi? Wewe unataka kusemaje? Mimi siwezi kuamini katika mifumo unaniletea wewe ikawa iko sahihi kwa jamii. Na mimi niko kwenye misingi ya kukuweka wewe sawa. Kwa nini unanivurugia akili dadangu? Una shida gani? Unataka nini? Wewe ni nani katika ulimwengu huu? Hivi kaka, unajisikiliza kile unachokiongea? Hivi angalia mazingira tunaishi hapa nyumbani. Wewe hauna mke, mimi sina mume. Hivi jamii inatuchukuliaje? Uone kama ni heshima mimi nataka nikuletea hapa nyumbani na kuletea mtu hapa. Mimi nikiolewa dada yako heshima inakuja kwako wewe kakaangu. Mbona sikuelewi kakaangu? Au unanitaka? Unasemaje? Wewe mbwa nini? Nikutaka mimi? Una baraka gani unaleta hapa? Mbona nashinda kupiga nyumba nani lipo hii nyumba nashinda kupiga mpaka leo lipo haikamiliki kwenye nyumba yangu. Hapo unasema sijui baraka, mara palikote pazuri. Kumbuka maneno ya wazazi. Na nilisha kuambia wazazi wakati wanaondoka kwenye hii dunia walinipa misingi ya kukulea wewe. Sasa wewe unakanyaga misingi. Niongelee wapi? Nipanue pua ili unielewe. Lakini kiongozi, kama mimi ndo shida basi mimi niombe samahani. Na nafikiri imekuwa labda bahati mbaya tu na uhitaji hata kutusikiliza. Utoka hapa. Sasa nisikilize. Utake usitake nitaolewa na huyu ndo atakayenioa. Utolewa naye huyo ni nani huyo? Na nini huyo? Ataleta manufaa gani? Naumia. Kwa sababu mimi naongea kutoka moyoni. Hakuna nendeni mimi siwataki hapa. Mtu akiwa hopeless nabii kumtuliza. Mambo ya goddamn speech na kuwa na kabisa kanyaga misingi, mnanikanyagia misingi. Na mimi naishi katika maisha fulani mpaka usiku nzima. Naishi na kesha na wenzangu huko ndani kwa sababu ya mpumbavu wewe dada yangu wewe. Unanivunia yangu. Mbona hafla kiongozi? Nimekuita hapa ndio. Kuna majukumu unayafanya yasiyoendana na kikundi chetu. Nilikuagiza hivi, namtaka mwanamke mweupe, mnene, mwenye nyota zake. Lakini naona unakwenda tofauti. Ndio maana nimekuita hapa nikueleze. Ni kitu gani kinasababisha mpaka leo hii haya mambo yasiishe? Kwa sababu muda wa kutoa kafara umefika. Muda wa kupanda vyeo umefika. Sasa tatizo ni nini? Labda nikutoe wasiwasi kiongozi. Mimi nafahamu wajibu wangu. Lakini pia vile vile natamani sana nipandishwe cheo. Natamani sana kuwa mkubwa. Wewe alifahamu hiyo. Lakini pia kiongozi, nijaribu kuangalia watu wanavyonitazama pale. Sawa? Nikisema nifanye hili jambo ghafla, watu wataniataki. Watu watanishambulia kivyo vyote vile. Kwa sababu wale pale mimi ni mgeni kwenye ile familia, hawanifahamu vizuri. Kwa hiyo ninachotaka nikifanye, sihitaji yule mwanamke aonekane amekufa kishirikina. Sawa? Nahitaji yule mwanamke at least ionekane labda ameumwa siku kadhaa. Sawa? Au amepata ajali. Lakini kiongana watu kiongozi hivi, angalia umati mimi utanichukuliaje? Kwa hiyo sio kama sifahamu kitu cha kufanya au sifahamu wajibu wangu. Hapana. Lakini labda nikuahidi. Sawa kiongozi. Mimi nitalifanya jambo lako vizuri. Wala usijali. Ondoa shaka kabisa. Sasa basi nakupa angalizo ili la mwisho. Ndio. Usipolitekeleza hili kwa wakati, ndio naondoka na wewe. Ulikuja na ngozi ya kondoo kumbe chui, nilijua rafiki wa kweli kumbe adui. Kosa langu nini mimi sijui. Ulikuja na vazi la upendo, ukauteka moyo wangu. Habari yako dada? Nzuri. Shikamoo. Marahaba. Utokako? Salama. Inaelekea wewe ni mgeni kwenye himaya hii. Kwa nini? Sababu inaelekea ndo sura hii ndo kwa mara ya kwanza naiona kijijini. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba watu wote ambao unakutana nao ni wageni, si ndio?
Inategemea, lakini wewe ndio mara ya kwanza nakuona katika imaya hiyo. Ndiyo, mimi ni mgeni. Unasemaje? Wewe ni familia mzee nani hapa? Alafu ukishajua? Ni yangu nifahamu. Hiyo nia sasa ina maana yake. Unatakaje? Mimi nilipo saizi hapa sijaoa. Kwa hiyo natafuta mwanamke wa kuweza kumuoa. Unatafuta mchumba? Naam. Kwa hiyo umezunguka, umetafakari, umetathmini, umeona mimi nakufaa wewe. Sana. Umekosea. Sijakosea mimi. Umepotea. Sijapotea. Mimi sihitaji mume wa kuolewa. Hasa wewe sikupendi na sikuhitaji. Umenielewa? Sikuhitaji na sikupendi. Na wala sina wazo la kuwa na wewe. Wewe unanijua mimi? Wewe unanifahamu mimi? Mimi na wewe hatufahamiani. Kwa hiyo umekuwa jeuri sana eh? Sasa huo ujeuri wako huo wewe. Kidole mzee. Hujanisawa. Mimi mtu mwingine. Sio unavyofikiria hivyo. Haya yote ni mapenzi, haya yote ni kwa sababu sikuhitaji au yanakujaje? Nakwambia hivi, unanifahamu vizuri mimi. Kwa hiyo unatakaje kwa mfano? Wewe, jua alitazama hili. Jua hili? Hili jua alitazama hili. Nitakufanya kitu kibaya ambacho hujawahi kufanyiwa. Usinichukulie poa kwa sababu mimi ni mwanamke, umenielewa? Hiko unachojivunia wewe, kuanzia chini mpaka juu. Watishie hawa wajinga wenzio kwenye hiki kijiji, sio mimi. Mimi akili ninayo. Umenielewa? Wewe hauna akili. Mimi akili ninayo. Akili hauna. Ila wewe ndio sio kwa na akili. Hayo yote unayojivunia, wewe umelisi kwa wazazi wako. Alafu ujui mimi na vipika mwenyewe. Shamba mmoja wewe. Mimi ndio mkubwa wa kijiji hiki. Kama unifahamu kweli kweli, utaomba gari lipasuke wewe. Wewe kuwa makini na mimi. Utakwenda na maji. Na vitu vingi utakapotezea, unajua kaka yako yule ni hata ningekuwa mimi ninakuwa ile picha mzuri kama napita hivi watu wanatuona, alafu sijakuoa, sijatoa barua. Lakini mimi nitakachokifanya mke wangu nikitoka hapa, sio nitakuita mke wangu kabisa. Maana nitafanya process zote, nitatoa barua na ikiwezekana kesho tutafunga ndoa. Au unasemaje? Mimi nimefurahi sana mpenzi wangu kusikia hivyo. Eti kwa sababu hata mimi mwenyewe pia nilikuwa nasubiria sana siku kama leo nisikie kauli kutoka mdomoni kwako. Nashukuru sana sana. Wala usijali mpenzi wangu. Hivi mimi naanzaje kukuacha mtoto mzuri kama wewe eh? Mfano tu hapo tuliposimama hapa, mtu akitokea hapa anakuona peke yako eh? Tuna haki. Na hebu nipe kwanza hivi. Alhamdulillah rabbi. Ana mjodani huo wewe. Chambo yako bwana. Kwa usijali mpenzi wangu. Mimi nitamtafuta mshenga ile jambo nakamilisha leo. Sawa? Sawa mpenzi wangu, jitahidi basi. Usijali, nakupenda. Bye. Bye. Ulikuja na vazi la upendo, ukauteka moyo wangu. Kwako mimi sikuwa na mwendo, nikajua we chaguo langu. Nilijua utaliziba pengo, nikakuita we mwandani wangu. Bora hata ningekuwa chongo. Jomba. Jomba. Mdogo wangu mimi bado anaendelea kunivunjia heshima. Umenielewa? Bado anaendelea kunivunjia heshima. Mimi sio kuniletea mwanaume ambaye mimi simtambui, kwa sababu nikinsema tu yeye anakasirika, nikinsema yeye ananuna, nikinsema yeye analia. Kwa hiyo hii mimi naendelea kuvunjiwa heshima mjomba. Nimeletewa mimi na wewe mwanaume pale nyumbani mmoja kwa nyapumu. Siwezi kuletea mimi mwanaume nyumbani bila sababu za msingi mjomba, mimi nakosewa sana. Wallahi mimi nakosewa. Na wewe ndo mama yetu ambaye umebaki. Hata kama una sura kama mbwa, umefanane konokono, una jicho, mama ni mama. Mungu atawajibu wao. Kwani mimi mbona hata wewe nakuvumilia na mdomo wako ulioko kama daraja la kadewele hilo? Eh? Hili swala ndugu yako amevunja heshima. Hili haliwezekani. Twende huko huko. Ukisajabu ya Musa, utayaona ya Firauni. Shida, tabu, mikasa, nimeumbiwa mimi duniani. Bwana nashukuru Mungu. Vipi hali? Salama kabisa. Ndio. Sasa usimame kwanza. Mbona mnaonekana mna mkoai sana, mna haraka sana viongozi? Wapi kama mambo ni mengi. Kweli? Mambo ni mengi, alafu muda wenyewe unao pa unusu. Sahihi. Mimi bwana. Ndio kaka. Hii mimi nilikuwa nakuja kwako. Sawa sawa.
Ila namshukuru Mungu, bahati nzuri ujaji wangu nilikuwa nimekuja kifamilia. Na hapa uzuri wake nimewakuta nyinyi wote, kaka mtu upo na mjomba mtu ambaye anasimama kama mama yupo. Ndio. Na mimi ujaji wangu wa kwako wewe au ujaji wangu wa kuja kwenu, mimi nimekuja na barua ya posa. Barua kufanyaje? Ya posa. Kwamba barua umeibeba wewe. Ina maana yani nimetimia katika kila sekta na idara zote zimefanyeje? Zimenyooka. Barua hii imetoka wapi? Hii nimepewa na kijana mmoja anamuita Manjuli. Wale. Kwani Manjuli si ndio yule uliyosema wewe kwamba ndo huyo? Yaani anatoka kichaa anakuja chizi. Akitoka chizi anakuja wachinyonyolo. Wewe Manjuli unanijua? Sasa ndo ningepokea barua yake. Anakaa wapi yeye? Manjuli anaishi hapo juu. Mbona yupo katika hichi kijiji? Wale. Ana kazi gani huyo mtu? Yaani kwenye swala la kazi zake mimi sijajua yeye anafanya shughuli gani. Ila mimi ninachokijua yeye ameniagiza mimi ndo nimetumwa na yeye. Nilete hii barua ya posa. Yule alipokuja mazingira siku hiyo akasema yeye ni amekuja kwa ajili ya kununua mazao. Umeelewa? Sasa binadamu huwezi kumuuza kama samaki kolekole. Sahihi. Kwani hayo mazao anayonunua yeye ni ya kwake yeye mwenyewe au anatumwa? Anko, kama nilivyokuambia kwamba mimi yeye anatumwa, anafanyaje mimi sijui. Ila ninachokielewa mimi ni yeye ndo kanituma mimi nije nilete hii barua. Sijui unanielewa? Hebu shika kwanza. Hebu kwanza. Iko shilingi ngapi hapa? Iko shilingi ngapi? Wewe hela sio tayari unayo, si uhesabu? Kwani sinawezekana yeye ameandika huko kwamba labda iko shilingi ngapi, si tuambie tu au amekwambia? Kwani hela sio tayari umeshaishika? Sasa hapa njomba, kuna baadhi ya mambo mengine hapa tusialefushe. Najua kuna vitu vingine vinaweza vikawa rahisi tu kutokana na kwa sababu hii hapa kwa mujibu hii hapa 100,000 njomba. Hii ni 100,000. Sasa hapa tufanye kitu kimoja. Hapa na mimi naamini kabisa yeye tunaweza tukaenda pale tukampoza shilingi. Ila hii hapa sisi tunagawana. Shika hii hapa. Hiyo 40,000. Hapa yetu tutampa 10,000. 10,000 tutakaye baki hiyo tu. Ngoja hapa amenizaba. Ongeza hela hii. Alafu ujue mimi ni mama ujue. Mimi ndo nemlea. Matuse tekee tukanwa huko mimi kama mzazi. Sasa ngoja mimi nataka nielewe kwanza hayo majibu mimi nitayapata au inakuwa kwa? Ngoja kwanza. Wewe majibu utayapata, sisi tutakuletea majibu, huwezi kuyapata hapa. Umesikia? Ndio. Mimi hapa nilikuwa nataka ninunue dudu all up. Umeelewa? Hilo swala tutalijadili. Bwana wewe nenda mwambie barua taipata. Na shenga yote waga anaweka namba yake kwenye barua. Si umeweka huko namba? Bwana wewe mimi nategemea majibu kutoka kwenu nyinyi hapa. Haina shida. Haina shida. Kwa hiyo mimi muda wote na saa yote nataka nipate majibu ya kueleweka yaliyonyooka kutoka kwenu. Haina shida, nenda. Bwana mimi nataka bwana wewe umesikia njomba? Ongeza hela hiyo hapo. Afu mimi njomba unanizalau unaniona sijui sababu mimi mfupi. Leo nikanunue dawa ya kuua magugu huu. Umesikia? Hebu kwanza hela hiyo. Hebu kwanza, yani wewe kwenye mambo ya hela yani kuna vitu vingine alafu mimi mzazi sio kwamba labda wewe ukae naye mimi madhaifu ya yule mwanamke na basi chukua hii hapa hii. Hebu kwa. Lakini njomba mimi lete kwanza. Kwa hiyo jomba zingine umeweka. Wewe lete kwanza jomba, mimi mwenyewe hapa na kama hivyo dudu, lakini pia nataka niweke meza ya kahawa. Hapo sasa. Kuna mambo mengine yana nini? Haya twende barua hii hapa. Hapo point yangu niuze na alikasus tena. Nadhani tumekusanyika hapa na mnakijua hasa kitu ambacho mimi nimwaitieni. Kitu kikubwa ambacho nimwaitia hapa ni kuhusu bwana Manjuli. Manjuli, wewe utendaji wako wa kazi ni mbovu. Imefikia hatua mpaka umesababisha bosi anakasirika. Wewe ulitumwa kazi, uliambiwa uende ukamtafute mwanamke mnene na mweupe na mwenye nyota zake umlete. Mwisho wa siku wewe unachokifanya, wewe unaonekana unaendekeza mapenzi tu. Alafu kumbuka unavyozembea wewe utatuponza sisi wote hapa. Sasa sisi hatutaki tudhurike kwa sababu yako. Nenda kafanye kazi uliopewa. Nadhani umeelewa. Unajua hata mimi unanishangaza sana blaza Manjuli. Unapewa kazi au kazi? Mbona hata sisi watoto wa kike tukipewa kazi tunafanya kazi kwa ufasaha, tunakaza. Mtoto wa kiume unashindwaje kuwa na mikazo? Unakuaje na mikazo zile? Kaza. Labda nitangulize kwanza samani. Lakini pia mimi nafahamu wajibu wangu ni upi.
pia nafahamu kitu gani ambacho natakiwa nikifanye, na nimetoka kuzungumza na kiongozi kuhusu jambo hili. Kwa hiyo niwaahidi na niwatoe wasiwasi kwamba hili jambo lazima nitalifanyia ipasavyo. Usiseme unatutoa wasiwasi, kwa sababu hii kazi kila mtu anafanya kwa faida yake. Wewe ulishakula kiapo na ukaingia kwenye hiki chama. Sasa kama umeingia kwenye hiki chama, inatakiwa ufanye kile unachoagizwa. Umeshaingia kwenye chama cha wachawi, huwezi kutoka. Yaani kutoka kwenye chama hiki labda kifo kikutenganishe. Nenda kafanye kazi, na hii ni amri na sio ombi. Sawa? Sawa, nimeelewa. Unaweza ukaenda. Wewe mwanamke unanisumbua sana. Na kuhangaikia we, lakini sioni matokeo yake. Kwa nini? Hivi kwa nini hata siku moja usingekafikiria kidogo kaloya kako kwamba da, ngoja ni bless huyu rafiki wa kakaangu, umeona bwana? Kuna wakati sisi ndio ambao tunaweza tukafanya mambo makubwa kwenu nyinyi wanawake hapa kijijini. Mimi ni tajiri hapa bushi mwanangu. Hivi wewe si kama kakaangu wewe? Wewe si unacheza na kakaangu jamani? Au unaongea kweli? Ukaka huu weka pembeni. Tungekuwa tumezaana hapo tungeishangaza dunia. Lakini jamani, ni dada wa rafiki yangu. Pengine udada huo kukata hapa kwenda huko. Yaani mimi nimepanga, ukinikubali tu ndani ya wiki hiyo hiyo mimi nakuwa nimeshamaliza kila kitu. Rafiki yangu. Safi. Habari ya saizi? Safi kama kawaida. Kama kawaida. Kwa hapa pana biashara gani? Hapa ndugu yangu, kuna sehemu mimi nimepata maombi kwa wakina dada, maombi ya ukalani. Masuala ya mbaazi, korosho. Sasa nilikuwa namwambia dadako kwamba kuna nenda tuma maombi, ana kazi huyu nyumbani pale. Kwa hiyo bwana ni mjumbe kamati tendaji. Mimi ni mbea tu. Ina maana hapa kwa nitumie. Na huyu si dada. Sasa sikiliza. Unajua hapa mnachokifanya nini ni kuendelea kunikosea mimi. Umeelewa? Wewe sister ni pungu. Wewe ni punguani. Tena mmoja mbengelewe. Yaani wewe kwenye ukichaa ushikiki. Wewe mbona unaendelea kunizalisha sana mimi? Ninachokukosea mimi ni kitu gani? Wakati kila siku nakuweka kwenye misingi, kaa hivi maisha yaende. Wewe kila siku unakuja kusimama na batanzinga hawa. Aungani njao kuimana wala afu kwenye membe ya watu. Zitaiva kweli hizi? Batanzinga one? Hapa pana mundu hapa. Mimi sio batamzinga, hii ni sura ya Mbalamwezi kabisa. Wewe ni kaweje tu hapa chani. Umeelewa? Sasa sikiliza, ili isionekane na kukomoa na kuzoezoea katika mifumo yako cha kufanya. Ndio maana mimi nimeamua kula ile barua. Nimekula. Hela barua kaka? Ndio. Umetoka kwa nani tena? Manjuli. Unataka sana wewe huyo. Na kama uamini change hii hapa. Nimeanza kuizaba jana. Hii. Hela barua? Hivi jana nilikuwa kwa baton huko nimezikata za mnazi. Ili utulie, na mimi nimefanya maamuzi hayo ili mradi tu wewe utulie uwe na amani na kwamba mimi nakubana bana kwenye misingi. Eti jamani kweli alhamdulillah la quwata binishali futadhini. Yaani wewe hapo cha kufanya ndugu yangu hapa hakuna utakachoambulia ni zaidi ya wewe kusubiri tu kesho ndoa ya nkeka uwanawishe watu. Nani? Wewe. Anawisha? Mimi simnawishi mtu. Na uweze kukaa kwenye sahani ambayo bado haijaanza kuliwa. Wewe lazima uambulie makombo kesho. Kwa hiyo shughuli niliyokuambia hapa ya kwenda kwenye masuala ya ukalani haya. Wewe hapo umesikia rafiki yangu? Hapa wewe hakuna cha maana kitakachoendelea. Wewe cha kufanya hapa kesho bani unapita, wewe kaandae tu bakuli ya kunawisha watu kesho wale. Huo ndio ukweli. Nadhani nimeeleweka hapa. A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-Fatiha. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amen. Muuzaji huyu unayemuuza ni nani? Huyu kwa sasa hivi naweza nikasema ni shemeji yangu, lakini pia ninayemuozesha hapa ni dada yangu. Ninayemuoza hapa ni dada yangu ambaye naishi naye kwa muda mwingi. Kwa hiyo leo hii naamua kukabidhi majukumu kwa bwana huyu. Na muoaji, taratibu zote za kidini na mila na desturi na zani zote umezipitia? Ndio. Makubaliano ya mahali yenu mmekubaliana shilingi ngapi? Shilingi 500,000. Umemaliza nini? Hapana. Bado 1,000,000. Inshallah. Basi naomba tutanishe magoti hapa pia tukiana mikono. Naam. Kwa ajili ya zoezi zima. Sogeza tu. Sogeza mguu hapo. Shehe nisaidie, sogeza moto huo. Uweke kwa hapo mbele. Naam. Ukisajabu ya Musa utayaona ya Firauni, shida tabu mikasa nimeumbiwa mimi duniani. Ulikuja na ngozi ya kondoo kumbe chui, nilijua rafiki wa kweli kumbe adui. Kosa langu nini mimi sijui. Ulikuja na vazi la upendo ukauteka moyo wangu, kwako mimi sikuwa na mwendo, nikajua we chaguo langu, nilijua utaliziba pengo, nikakuita we mwandani wangu, bora hata ningekuwa chongo kuliko pofu ziba macho yangu. Jamani, nashukuru sana kwa hili swala kupita salama. Sasa basi, mjomba, mimi nakukabidhi mpwangu huyu. Ninachokuomba mjomba, kaishi naye vizuri sana mpwangu huyu. Wala haina shida. Pasitokee maugomvi ajabu ajabu hapa. Wala usijali. Hapa na nikata mwiji ugomvi. Ikemhoro kane kumunu kucha hapa na ningupanya pano pale ovyo pano nikanya ula. So nenda nikata mwiji. Hapa ninachohitaji mimi paje wajomba wenye amani kwa huyu. Lakini mimi mjomba, nilikuwa naona vyema kabisa hao niwasindikize. Siku nyingine utakuja tu, wala usijali. Siku nyingine utakuja tutembelea, utakufahamu nyumbani. Wala haina shida. Hamna, baki mimi nilikuwa natengeneza tu wema mzuri niwasindikizeni, makini nikajua hata nyumbani kwa bwana shemeji. Ni kweli. Au kuna shida? Hamna shida. Unaweza kaenda. Yani sio mbaya, lakini pia usafiri ambao tunataka tutumie ni pikipiki. Sasa pikipiki mjomba, tutakaaje mimi na mke wangu kama unavyotuona huyu shemeji tutakuchomeka wapi? Kwa mimi nafikiri siku nyingine tutapanga, utakuja, haina shida. Kuna dharura kama pikipiki inaweza kubeba tenki, nitashindwa kunibeba mimi? Mimi mjomba ndo nayeamua, ndo mama. Mimi mnaweza mkaenda safari njema. Basi sawa mjomba, haina shida. Nawatakia maisha mema. Asante sana. Mimi mjomba nitakiwa nikapajue kwao. Hapana, haina haja ya kwenda. Haina haja ya kwenda. Kweli? Wewe waache tu aende. Umesikia Jo? Mimi leo nikapajue kwao. Bwana wewe, hapo mimi nishaamua. Hapa kuna haja ya kwenda, hapo wache waende, litakalotokea tunalijua tu. Sisi si binadamu bwana. Wewe mbona una matatizo kama Mzee Kawanga? Una matatizo gani wewe? Wewe mbona unakuwa kama Mzee Kawanga? Hana mzani ngonyo muno kujuka na kuelewa. Kumbi ngonyo wiketo wasa. Waje hapo na ndugu na Mzee Kawanga. Kawanga mwachie na store yake, asambaze bidhaa Tunduru nzima. Sio wewe kusambaza maneno ya kunikejeli mimi kwamba nisipajua nyumbani kwa nani, kwa dadangu. Wewe mbwani? Mwenye hapa nashukuru sana pilau ile mlivyofikia mafuta kutoka kwa Kawanga. Sasa mume wangu, kwa tunazidi kutembea tu. Usafiri wenyewe uko wapi? Usijali, usafiri unakuja muda sio mrefu. Wala hata usijali. Tunaondoka sasa hivi. Sawa mpenzi? Mimi siwezi kukuficha na kukuongopea na utani wa mimi na wewe haupo kabisa. Wale watu wametoka pale, yani sister wangu mimi ametoka na wewe mtu wake pale kwa bila utaratibu na katika kuwafuatilia kwa sababu hajatoka kwa maelewano,
wafuatilia mbele kwa mpotea tisha kama kishada. Nisikia tisha kama kishada. Siwaona tena. Hebu kwanza, ina maana barabarani kabisa mtu anapotea tu shwa. Jomba, ninavyoongea hapo unaweza kaona kama ni mzaa au masiala au na utani na wewe. Wallahi. Huo ni ushirikina. Huo ni ushirikina. Lakini licha ushirikina mjomba, mimi wewe nilikuwa nakwambia ukatu hakuna bwana. Unaona sasa? Mjomba, mimi nilikuwa nakwambiaje? Mjomba, haya maisha unayopendelea baadaye yatatokea puani, yameshatokea puani. Na una matundu madogo ya pua kupenga unayashindwa. Alafu mjomba, kwa design hiyo ni imani ya kishirikina imetumika. Hiyo mjomba, imani ya kishirikina imetumika. Twende tukanitafute mjomba. Wewe ni mbwabwa na tunaendelea kuwa mbwabwa miongoni mwa majomba zangu mimi mapungu, wewe ni pungu. Mjomba, nimekuambia mara nyingi sana. Sasa leo wewe tunaondoka hapa naenda kunitafuta, hatujui tunampata wapi. Twende tukabahatishe. Alafu mimi swala la kunizalau ndo linanikera zaidi. Twende tukabahatishe bwana. Swala la kunizalau mimi ndo linanikera zaidi. Tusilaumiane sisi. Wewe ukitaka kuletea kuletea vijana mule ndani mule. Acha uzembe wewe mjomba. Mume wangu, hapa ni wapi? Tumefikaje hapa? Naomba unisubiri hapa, sawa? Na usijaribu kwenda kokote kule. Naenda narudi, nikukute hapa. Maswali yote utakuja kuniuliza nikirudi, umeelewa? Mume wangu, kwani hapa ni kwenu? Nasema nikukute hapa. Ulikuja na vazi la upendo, ukauteka moyo wangu. Kwako mimi sikuwa na mwendo, nikajua we chaguo langu. Nilijua utaliziba pengo, nikakuita we mwandani wangu. Bora hata ningekuwa chongo, kuliko pofu ziba macho yangu. Kumbe wewe mchawi, wewe mchawi, wewe mchawi Manjuli. Kumbe wewe mchawi. Kama ulivyopanga. Hakuna matatizo. Yupo kule. Asante, mimi nashukuru. Ndio maana nilikuamini. Twende tukamalize kazi. Asante. Usiniogope, kuwa na amani. Sijaja kwa ubaya. Mimi ni mtu mwema tu. Kwani wewe ni nani? Usijali, utanifahamu. Sina ubaya, na ndio maana nimefika. Mume wako sio mtu mzuri. Mume wako ni mchawi. Amekuleta hapa ili aje akutoe kafara. Hivyo basi, kaenda kuwachukua wachawi wenzake waje wakutoe kafara. Na ndio maana amekuacha kwenye hili eneo. Ushangai. Uko peke yako. Hivyo basi, sijaja kupoteza muda. Naomba tuondoke. Mchawi Manjuli. Kumbe we mchawi. Nilikuwa nimemwacha hapa. Unasema? Nilikuwa nimemwacha hapa. Kama ulimwacha hapo, mbona haonekani hapa? Yaani kiongozi, ninavyokuambia, yani jaribu kuniamini. Mimi nimekuja naye mpaka hapa. Sio, unaelewa? Nimemwacha hapo. Hata risali moja halijapita. Hapo haonekani. Kitu gani unakifanya sasa? Washirika kweli watakuelewa? Washirika watakuelewa? Muda huu ndio muda wa kutoa kafara. Muda wa kupanda vyeo. Wewe unafanya mambo yasiyoeleweka. Unaingia kwenye mapenzi. Tutafika. Nilikusha kuonya. Nakupa masaa 4. Asipopatikana huyo, kafara ninakutoa wewe.
Kitu gani ambacho umefanya? Yaani sisi tunakaa tunakutegemea wewe. Wewe unaenda kufanya vitu tofauti kabisa. Yaani wewe ni wa kukushinda yule mtoto mdogo kabisa. Na tulikuambia. Si ndio shirika wenzangu? Ndio. Lakini kiongozi, mimi huyu anisumbui wala anishindi. Namtafuta, nitamleta, lazima nimtafute na nitampata. Tulie wewe. Utampata wapi? Ulimpata amekutoka. Ndio nini sasa? Tulikuambia, tena tulikuambia kwa msisitizo. Lakini ulitiatia huruma tukakuacha ufanye kazi yako. Lakini ona sasa. Huu ni uzembe. Huyu amemficha. Ila tulisema sisi sisi unatufelisha. Tatizo sisi unatufelisha. Unatufelisha. Tunashindwa kufanya kazi zetu na mkuu amekasirika. Yaani kiongozi, kinachonichanganya, yaani kila nikijaribu kumtazama simuoni. Utamuonaje sasa wakati umeingiza mapenzi? Yaani kwenye uchawi ukiingiza mapenzi unafeli. Na nguvu zako zote zinapungua. Huwezi kuingiza mapenzi kwenye swala la uchawi. Yaani wewe pamoja na nguvu zako zote unashindwa kuangalia ukatambua wapi yupo? Yaani mimi hata sielewi. Mkuu, yaani bora hata ingekuwa hii kazi umenipa mimi nifanye kinamna nyingine. Nadhani ningefaulu. Tulia wewe. Umekuja juzi tu hapa unajua nini wewe? Wewe si ndio unaenda kukufinya tu mara moja wewe? Hebu acha habari zako hizo. Mimi niwaombe jamani. Tutawanyikeni mimi nikamtafute huyu mtu. Nimepewa masaa 4 tu, masaa 4. Tutawanyikeni jamani. Naombeni jamani, mimi nitamleta. Na ni kwa sababu mkuu amekupa masaa 4. La sivyo. Tuondokeni. Msiniogope, mimi ni mtu mwema. Sina ubaya na nyinyi. Tatizo lenu nalijua. Ufumbuzi wa hili tatizo. Piteni kule. Piteni kule. Fuata ile njia, piteni kule. Ile ndio njia sahihi. Hivi unafahamu gharama ya hicho unachokifanya? Unafahamu gharama hicho ulichokifanya? Mimi sio mume wako. Wewe ni hazina yangu kubwa sana. Wewe ndio cheo changu. Sasa kwa upuuzi ambao umeufanya, ujinga ulioonesha, na kuwa hapa naondoka na mwili wako tu, naenda kukutoa kafara. Acha. Huwezi ukafanikiwa kwa lolote. Nakwambia hautafanikiwa kwa chochote kamwe. Kwa hiyo wewe, kumbe wewe ndio ulikuwa unamdanganya huyo. Si ndio? Wewe ndio mpuuzi ambaye ulikuwa unaniharibia mipango yangu, si ndio? Wow. Sasa nataka nikufanyie kitu ambacho kitakuwa ndio fundisho kwako wewe na kwa wajinga wenzako wenye tabia kama za kwako kuingilia mipango yangu ya ufu. Eti na kwenda kukufundisha. Mbona umeshindwa? Mbona umeshindwa? Binti, jiamini. Uko sehemu salama. Hakuna chochote kitakachoweza kukuzuru. Wewe. Nasema wewe. Leo ndio itakuwa mwisho wako. Nasema leo ndio itakuwa mwisho wako. Wewe pamoja na hao wajinga wenzio. Nyanyuka tuondoke. Nyanyuka binti tuondoke. Akundanda melene, akundanda mele babuja kundetemela. Akundanda mele babuja kundetemelane. Akundanda mele babuja kundetemela. Akundanda mele babuja kundetemelane. Usiogope vijana. Nalijua tatizo lenu. Na mimi nilishajua toka muda. Una ndugu yenu mnamtafuta, lakini yuko sehemu salama kabisa.
kuna kiumbe kilimsaidia dada yenu, lakini alikuja kwa umbile la kibinadamu. Kwa hiyo mimi niko tayari kuwasaidia vijana wangu, lakini kwa masharti. Mmenielewa? Tunakuelewa. Mmenielewa? Kipindi tutapotoka hapa, musigeuke nyuma, munisikilize mimi. Sawa? Sawa. Huu msitu una mambo ya ajabu na kijiji chenu kina mambo ya ajabu, lakini mimi niko tayari kuwasaidia. Sawa? Twendeni. Chondengu chondelelane chonde. Chondelelane chonde. Afanyi chende chonde. Chondelelane chonde. Chondelelane chonde. Chondelelane chonde. Nyenye chonde. Nyenye chonde. Afanyi chende chonde. Alande chonde. Chondelelane chonde. Chondelelane chonde. Alande chonde. Endane chonde. Wajo chende chonde. Chonde nguchondelelane chonde. Chondelelane chonde. Alande chonde. Mayanga unande chonde. Nawe nine chonde. Chonde nguchondelelane chonde. Chondelelane chonde. Chondelelane chonde. Habari zenu wana kijiji? Safi. Poleni sana kwa matatizo yanayowakuta. Nimeona mnahangaika kwa muda mrefu sana, lakini leo ni mwisho wa matatizo yenu. Na wewe binti, mwanao yuko salama? Mwanangu mimi yupo humu ndani, ingawa alikuthibitishia amekufa, ila yupo hai. Kwa hiyo hapa leo na kukabidhi mwanao akiwa hai. kweli. Usiwe na shaka, hii ni sehemu hatari sana, ina vitu ambavyo nyinyi hamuvioni. Lakini leo nitawaonyesha vitu. Kaeni kwa kutulia. Sijui mnanielewa? Tunakuelewa. Mnanielewa kweli? Tunakuelewa sana. Wewe ni makini. Vijana, musiogope. Pindi mtapotia kelele, tutawapa nguvu ya kupotea. Sawa? Sawa. Huyu mzee ni mtu hatari sana kwenye hiki kijiji, lakini leo ndio mwisho wa matatizo yenu. Wewe mzee, kwa nini unawasumbua na kijiji? Usinitishe. Wewe simbishi. Utafanya nini? Sawa. Uweze kuniangamiza mimi, hiyo mimi ndio kazi yangu. Sawa. Wewe si kiburi? Kiburi kweli kweli. Sawa. Nataka niwaonyeshe hawa watu. Una ujanja huo wewe, una ujanja huo. Uchala mi kazi yangu. Una uhakika? Na uhakika ndio. Sawa.
Nilikwambia babu, huu sasa ndio mwisho wako. Kaa kwa kutulia. Vijana, niwaonyeshe vitu, lakini kuna vitu vingine ambavyo nyinyi hamuvioni. Nao watu nitawaleta, ana wafuasi. Jamani. Binti, hebu mrudi kwanza. Tulieni. Hata wewe binti, kuna mtoto wako. Mtoto wangu? Fanyaje? Aliwachukua. Mwanangu, jamani, eti kweli mwanangu. Subiri kwanza, subiri. Mwanangu. Huyu kisogo keki kwa vipi? Hapo ni wapi? Nini hawa baya? Dada alo. Si jomba yule? Zima. Binti, usiogope. Ukisajabu ya Musa utayaona ya Firauni, shida, tabu, mikasa nimeumbiwa mimi duniani. Ulikuja na ngozi ya kondoo, kumbe chui. Nilijua rafiki wa kweli, kumbe adui. Kosa langu nini mimi sijui. Ulikuja na vazi la upendo, ukauteka moyo wangu. Kwako mimi sikuwa na mwendo, nikajua we chaguo langu. Nilijua utaliziba pengo, nikakuita we mwandani wangu. Bora hata ningekuwa chongo, kuliko pofu ziba macho yangu. Kumbe wewe mchawi, wewe mchawi, wewe mchawi majuli. Kumbe wewe mchawi, wewe mchawi, mchawi majuli.